Kwa jina naitwa Badria Shabani, ni mkazi wa Bagamoyo. Mimi ni binti ambaye mwenye umri wa miaka 22. Ni binti ambaye nilipatiwa ujauzito nilipomaliza tu form 4. Nilipitia kipindi kigumu sana kwa sababu nilikuwa naishi na mama yangu. Isitoshe mama yangu alikuwa ni single mother. Hakuwa na mtu ambaye wa kumpa msaada. Kwa kipindi kile nilipata shida sana, nikateseka. Mungu akaja akasaidia, nikajifungua salama na mtoto wa kike. Baada ya kujifungua salama, yule baba ambaye nilizaa naye alikuwa ananifanyia visa. Ina maana kuwa hakuwa tayari kuzaa na mimi kuitwa baba. Ikafika kipindi nikampeleka mpaka ustawi wa jamii, nikamshtaki, tukaja tukaitwa, akaja akanikataa. Ni kipindi ambacho nilipitia machungu sana. Kwa kweli yani tangu hapo mwanzo ambapo nilipokuwa sina mtoto, yani nilikuwa ni msichana ambaye nilikuwa na aibu, ambaye nilikuwa siwezi kufanya biashara yoyote kutokana na macho ya watu. Lakini yale matatizo ambayo yamenikuta, najishangaa mwisho wa siku nikaanza kuwa mjasiriamali mdogo mdogo, nikatafuta pesa kidogo, nikawa nakaanga viazi, nauza karanga, ili mradi tu nipate kumlea mtoto wangu katika mazingira salama. Kwa kipindi hiko nilipambana sana. Baadhi ya watu walinicheka, majirani, hata ndugu pia. Nilikuwa najisikia vibaya, ila sikukata tamaa. Nilikuwa namuomba Mungu anijalie, anipe moyo wa imani ambao unaweza kumlea mtoto wangu bila shida yoyote. Ikafika kipindi nyumbani nikagombana mpaka na mama kwa ajili ya kubeba ujauzito kiasi kwamba sijaolewa. Yani mpaka mamangu akaongea maneno mabaya, kama ananichukia, aliyakuwa mimi ni mtoto wake. Nimepitia wakati mgumu sana kwa kweli. Hadi hapa nilipofikia sasa, namshukuru Mungu. So mama tu peke yake, hata kule upande wa mwanangu yani kwa baba yake pia. Nilikuwa nikipiga simu kuhusu huduma, mama mkwe alikuwa ananijibu vibaya, muda mwingine akawa ananitukana, lakini sikukata tamaa. Bado nikaja nikaachana nao wote. Nikawa tu namlea mtoto wangu hivyo hivyo. Kama nikosa hela sabuni mwenyewe, huaga nakaa najiuliza maswali, naenda kwa kaka zangu na waomba, muda mwingine wananijibu vibaya, muda mwingine wananijibu vizuri. Kikweli nilipungua sana kutokana na ugumu wangu wa maisha. Lakini hadi nilipofikia sasa hivi, namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba anaweza kupambana mimi kama mimi binafsi, kumpambania mtoto wangu mpaka nimkuze mahali salama, niweze kumpatia elimu, chakula, mavazi pamoja na malazi pia.